Kila mtu ana ndoto ya kusafiri na kubadilisha mazingira yake. Lengo ni kujifunza, kujishughulisha na hata kujiburudisha tu. Lakini zipo safari nyingi, ila kuna hii safari ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza wa ngazi ya shahada katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma, almaarufu kama Dodoma Media College, ambapo mnamo tarehe 28 Novemba 2025 wanafunzi hao walikuwa wakielekea katika kituo cha matangazo ama chombo cha habari cha Clouds Media Group kama sehemu ya mafunzo ya taaluma yao. Ama kweli ilikuwa safari ya furaha, upendo, shangwe, ilikuwa kubwa sana. Mnamo majira ya saa 3 usiku wa tarehe 28 Novemba, safari ilianza kuitafuta Dar es Salaam, zamani ikiitwa Bandari Salama, jiji kubwa la kibiashara nchini Tanzania, yalipo makao makuu ya chombo cha habari cha Clouds Media Group. Ilikuwa njema sana, japo ilikuwa ni usiku, lakini kila mmoja akitamani kukutana na watangazaji mashuhuri wengi kama vile Mina Ali, Adamu Mchomvu, Edgar Kibwana na wengine wengi sana wanaofanya kazi katika chombo cha habari cha Clouds Media Group. Ni mtangazaji gani ambao unatamani kukutana naye Clouds Media Group? Adamu Mchomvu. Ubaniaje? Fresh. Mtangazaji gani ambao unatamani kukutana naye pale Clouds Media? Wa kwanza Alex Luambano. Wa pili ni Augusto Maluso. Alafu wa tatu ni Edgar Kibwana. Edgar Kibwana. Yes. Bwana, noma sana. Mambo vipi? Poa. Ni mtangazaji gani ambao unatamani leo kukutana naye pale Clouds Media ambaye anakuinspire sana kufanya journalism mpaka sasa hivi? Mimi natamani kukutana na Mina Ali. Mina Ali. Ilipotimu majira ya saa 12 za asubuhi, tulifika Dar es Salaam. Kilichowashangaza wengi sasa kwamba jua lilikuwa limechomoza kwa ukali mkubwa. Wengine wakawa wanasema au ndio maana Dar es Salaam kuna joto kubwa sana. Ama kweli ilikuwa ni mshangao, lakini tumeshafika hivyo. Sasa ikawa ni kuelekea sehemu moja tu, kwenda kunawa, kubadili nguo, kupiga mswaki, ili kuelekea zilipo studio za Clouds Media Group Mikocheni jijini Dar es Salaam. Baada ya kunawa, wengine kuoga, na kila mmoja akapendeza kwa namna yake, safari ikaanza kuitafuta makao makuu ya Clouds Media Group zilizopo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na ripotimu majira ya saa 4 kamili za asubuhi ya tarehe 29 Novemba, tukatia timu katika studio za Clouds Media Group, tulipopokelewa kwa upendo sana. Ile tunaingia tu na tukakutana na nembo inayojulikana sehemu nyingi, yaani mtu akiiona tu anajua kuwa hii ni nembo ya Clouds Media Group. Hivi unajua furaha ya kwenda ugenini halafu upokelewe na mtu anayekufahamu, kumbe wewe humfahamu. Bwana we, mzee wetu Jerome Risasi ndiye aliyetupokea kama mwenyeji wetu, tayari kutuelekeza sehemu mbalimbali za studio hizo. Si akasema kuwa anatufahamu sana na anatufuatilia mno. Tuliduaa, kumbe tunafuatiliwa na hatujui. Mimi nilikuwa nafuatilia japo hamjai kunishirikisha, ila niliona lilifanyika. Sasa mshindi alikuwa nani sijui, ila nilikuwa naona kwenye promo zile. Mimi hongereni. Jerome Risasi ambaye ni mhariri mkuu msaidizi ndani ya Clouds Media aligeuka kuwa mwalimu bora wa kutuelekeza hili na lile. Akatupatia historia fupi ya tangu kuanzishwa kwa Clouds Media, huku majina ya Joseph Kusaga na Ruge Mutahaba yakitajwa kuwa ndio waasisi wa Clouds Media kama tunavyofahamu hadi sasa. Kumbe Joseph Kusaga alikuwa DJ mzuri sana tangu enzi hizo, yaani ilikuwa ni kuwachezesha watu rumba tu mpaka majogoo. Ama kweli ndoto ni utumwa, na mtembea bure sio sawa na mkaa bure.
Kumbe kama Joseph Kusaga angekata tamaa, Clouds Media isingekuwepo. Kuna kuishi na kuziishi ndoto bwana. Baada ya Jerome kuendelea kutuelezea vitu vingi, namna waasisi wa Clouds Media walivyopambana ili Clouds iwepo, Joseph Kusaga na Ruge Mutahaba walivyokutana tu, mwingine akiwa DJ na mwingine alikuwa na maono tu ya kuanzisha redio, si wakafanana bwana, Joseph Kusaga na Ruge Mutahaba. Disemba 2, 1999 wakafanikisha wazo la kuanzisha redio ya Clouds FM, tena kwa pesa za mkopo wa benki ili kuweza kuendesha redio hiyo, huku mzee wake Joseph Kusaga ambaye ni mzee Kusaga mwenyewe akiwa mdhamini wa vijana wake hao, kwani alikuwa mtu mwenye hadhi fulani na heshima kubwa enzi hizo. Jerome akaendelea kwa kututia moyo kwamba ndoto zinahitaji juhudi, maarifa na kujishusha, huku ukimtanguliza Mungu ndipo utafanikiwa. Ndio maana marehemu Ruge Mutahaba na mzee wetu Joseph Kusaga ambaye mpaka sasa yuko hai walifanikiwa kujenga Clouds mpaka leo. Hii imedumu kwa miaka 26. Hili sio jambo jepesi kabisa. Baada ya simulizi ndefu sana, ukafika wakati wa kupita vyumba mbalimbali vya kiutendaji ndani ya Clouds Media. Tukaanza na chumba ambacho waandishi na wafanyakazi wa Clouds Media hukutana na kujadiliana mambo mbalimbali ya kikazi, chumba hicho kinachoitwa Staff Lounge. Kisha tukaenda chumba cha kurusha matangazo moja kwa moja, yaani maarufu kama TX Room. Hapo sasa maelekezo yalikuwa mengi sana, yaani mpaka watu walianza kusinzia. Chezea TX wewe, sio kitoto, lakini tulijifunza mengi sana hapa. Kisha tukaenda redioni. Sasa hapa tukakutana na DJ Scratch pamoja na Tanzin. Bana, tulivaibika sana. Tukapewa maelekezo namna redio inavyofanya kazi na mambo mengine kibao tu. Kisha tukaenda newsroom bwana, sehemu hii ambapo kazi zote huandaliwa na kuchakatwa kwa ajili ya kupandishwa aidha redioni au kwenye televisheni ya Clouds Media. Tukaendelea kujifunza mengi sana, japo watangazaji maarufu hatukuwakuta kama tulivyotarajia, lakini hakikuharibika kitu kabisa. Kila mtu alitoa ya moyoni, mwenye swali alijibiwa baada tu ya kuuliza, na mwenye mawazo alitoa. Kiufupi, tulifurahia sana safari hii kwa kweli. Kisha tukapiga na picha bwana. Muda wa kuondoka Clouds Media Group ukafika baada ya kuvuna mengi na kujifunza mengi zaidi. Sasa uelekeo ukawa ni Coco Beach, ili kuburudika kidogo na upepo mzuri na mwanana unaotolewa na bahari tulivu ya Hindi. Bwana michezo ikanoga sana, mara kombolela, mara fukua mchanga. Yote ni kufurahia tu na kujiweka sawa. Baada ya kupata upepo mwanana wa bahari ya Hindi, safari ilianza ili kwenda kupumzika huko Msasani. Tarehe 29 Novemba tukaenda kupumzika majira saa 12 za jioni. Baada ya mapumziko kukapambazuka asubuhi Novemba 30, 2025. Uelekeo ukawa ni Milimani City, Dar es Salaam. Sasa huko ndiko mambo yalipendeza bwana. Macho yalipata chakula chake sahihi kabisa, tena bila lawama. Mnamo majira ya saa 5 asubuhi,
Safari kaanza kuitafuta Dodoma. Stori zaidi ya milioni zilipigwa bwana, yaani ni kama CD ilijaa kwa kweli. Lengo ni kuinogesha tu safari yetu, na hatimaye tarehe 30 hiyo Novemba, saa 3 kamili usiku, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tukafika salama katika viunga vya chuo cha uandishi wa habari Dodoma, tukiwa salama salmin. Kwa leo ninaishia hapo. Mimi ni Doto Zakayo, nikutakie siku njema.